Nimeibiwa mimi jamani, nimeibiwa. Kwani niwe mimi tu? Yaani kwa nini waniibie mimi jamani? Nimeibiwa jamani, nimeamnisikii. Wewe bwana wewe vipi? Bwana wewe, mbona makelele jirani? Nimeibiwa, kwa nini mimi niliposema mjanisikia? Umeibiwa? Nimeibiwa ndio. Umeibiwa kitu gani? Nimeibiwa uzito. Uzito gani? Uzito gani kwani nachokisema mimi sema mjua mkielewa Ngoja kwanza. Sio uzito huu jamani. Wewe kijana ambao unashindwa kuelewa. Hivi nyinyi vijana, mimi nimejua, nimetoka bandani kuangalia nguruwe zangu. Lakini kila nguruwe ninayemwangalia, naona kabisa ana changamoto. Kuna uzito wake umepungua. Na hii kuna jirani yangu anapitaga hapa, yule kama sio asubuhi, mchana au usiku ananiibia uzito wa nguruwe wangu. Sio kweli. Nashindwa kushangaa. Sasa nisikilize ndugu yangu. Yaani wameiba uzito wa nguruwe, ila nguruwe wenyewe wamebaki. Sasa ukaiba uzito nguruwe kawaacha. Sasa kashana kashawharibia nani? Sasa kama nguruwe ana uzito ana ubora gani? Uzito hawana, kaondoka nao. Kwani wewe baba, nguruwe na uzito kipi bora? Kwa nini asibebe nguruwe akaiba uzito? Sasa hicho kichukua si ndio kwake bora? Kaiba uzito wa nguruwe na yeye anataka nini? Kwa nini sibebe uzito wako kaibia wewe uzito? Uzito unaibiwaje nguruwe wabaki? Mbona tushangazisha? Na kingine, huyo jirani unayemsema wewe. Anaiba uzito kwa kuangalia, anaufunga na kamba uzito, anauweka uzito kwenye bakuli anakitwisha au kwenye kindoo. Yaani uzito unabibwa vipi mpaka kuna hicho kitu ndio mimi kinachofanya mimi ni wazi. Kwa sababu gani? Mimi haiwezekani nikiwa ndani, yeye achukue uzito wa nguruwe wangu aondoke nao. Hapo mimi ndo nina maswali mpaka nifahamini vurugwe. Sielewi. Wewe mjamaa mtata sana. Nyinyi tatizo vijana wa siku hizi hamjui chochote. Sisi wazee wa zamani tangu tulipoanza kufuga, ili jambo ndo kwa mara ya kwanza mimi limenitokea. Kwa hiyo wewe mambo ambayo hayaibiwa nyinyi mlikuwa mnaibiana. Wewe ushawahi kuibiwa umri? Unaibiwa 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 uzito. Sasa wewe na mimi sielewi. Mimi na hapa naongea kitu cha muhimu na cha msingi. Cha muhimu wapi uzito? Nimetoka huku nasikia makelele mengi sana. Nini ambacho kinachoendelea? Sio kuendelea nini? Mimi hao nilikuwa nawaambia, nimeibiwa uzito wa nguruwe wangu. Nimetoka kukagua sasa hivi. Lakini kila nguruwe ninayemwangalia ana changamoto. Uzito haupo. Sasa ona, huyu anataka nini? Mimi nipo sasa anataka nini? Tulieni kwanza. Sawa. Hizo na msikilize. Sawa. Hakuna uzito ambao unaweza kuchukuliwa na mtu yoyote. Si kama unanielewa. Naomba nikupe elimu moja ambayo najua watu wengi elimu hawana. Cha kwanza nguruwe ili aweze kuwa na afya nzuri, cha kwanza awe kwenye mazingira mazuri. Sawa. Lakini pia hakikisha banda la nguruwe wako wasio yaani lile eneo ambalo wanakaa wao, sakafu hiyo isiyo inaingiza maji. Lakini pia lile banda lao lisafishe mara kwa mara. Eneo ambalo wanaishi sio wanakaa nguruwe hatai. Sawa, eneo ambalo wanaishi. Sawa. Hakikisha lile eneo ambalo wanaishi nguruwe safisha mara kwa mara. Lakini pia mzangu, nataka nikwambie kitu kimoja. Hakikisha unachagua nguruwe ambaye ana afya nzuri na anaweza kukua haraka. Lakini pia fanya chanjo ya nguruwe wako kama vile ambavyo daktari wa mifugo atakapokuwa amekuelekeza. Sio, unanielewa? Lakini pia wachanganyie chakula ambacho kina protini, madini pamoja na wanga. Hakikisha chakula ambacho unawachowapa wanyama wako ni lishe bora ambayo inatoka kwa Mr. Pig Concentrate. Ni chakula ambacho kinaweza kuboresha wanyama wako vizuri na wakawa na afya nzuri. Lakini pia gharama yao ni ndogo sana. Hawana gharama kabisa. Kwa hiyo unahangaika mzee wangu. Lishe bora inapatikana huku. Kwanza kuniambia kwamba haya yote solution yake ni huyo tu Mr. Pig. Ni huyo tu peke yake, hakuna mjini hapa, hakuna. Wewe unahangaika. Sasa sikiliza. Kwa hiyo hapo ushaanza kumjua mwizi wa uzito. Leo kwa mara ya kwanza umemkamata mwizi bila hata kuita polisi. Sasa wewe ulikuwa wapi siku zote? Mimi hapa nagombana na watu kisa uzito wa nguruwe wangu kupotea. Ndio maana tunakufikia mpaka huku ulipo. Mr. Pig Concentrate ni watu ambao wana bidhaa bora na ni nzuri kwa wanyama. Usihangaike mzee wangu. Akili kumkimbia. Tumia lishe ya Mr. Pig Concentrate. Tusitafutane uchawi mwisho siku tukaanza kulogana unaibiwa uzito. Sisi wenyewe tunatujaza vizuri nyumbani kwetu. Tuloga tatuona tumaliza. Sasa subiri. Mimi mtaalamu. Kwanza nikushukuru.
kwa sababu bila ya wewe kuja na kuniambia haya yote, mimi huenda muda huu baada ya kuachana na hawa, mimi ningeenda kugombana na yule jirani yangu. Hiyo isiwe. Maana nilikuwa nisha panic. Hawa mimi siwaelewi, nawaambia wanacheka, wanania vitu ambavyo sivielewi. Kwa sababu vijana nao, mimi nitakani nikagombane nao. Lakini sasa kwa sababu umekuja na kweli ulichokisema umekuingia. Akijaniingia la vimeingia akili. Akilini nimeelewa. Nitajitahidi. Nifanyia kazi. Sasa namba zao au nawapataje?